It is pure balderdash. Tutamu ya mama yako. Hatuwezi kuwa bila power. Mumesikia power? Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Wanasema ati mimi niende nipige magoti kwao. Hata ukipiga magoti, Ati nimuoshe sufuria, nioshe bakuli, nioshe vikombe kwake, ati ndio nipate kura ya Mount Kenya. hata ukiosha vyombo, hata ukiosha watoto wetu. Really? Yaani tumefika hapo. Hata wakoloni hawakutufikisha hapo. Hata slave traders hawakutufikisha hapo. Hiyo imepita kiwango. Hata ukichukua watoto wetu uoshe, hatuwezi chagua wewe. Tumemalizana na wewe. Na mimi nitapiga magoti mbele ya Mungu. Lakini ati mtu ako pale, ati nini nipige magoti kwake? Hiyo ni ngumu sana. Yawezekani bana. Huyo ndio kiongozi tunataka wa kesho. Ujitayarishe ufuate Kasongo Sugoi. Huko utafute kazi hata kama ni ya maid. Nasikia juzi walikuwa wanasema huyu mama akuja anipikie huko Sugoi. Mimi niko na bibi bwana. Hello baby. Niko na bibi anaitwa Rachel, anajua kunipigia. Sasa nikiambiwa nikuje Sugoi haki utaweza bibi wawili. Njoroge naye ataachwa na nani? Siangalau tumuachie Rachel na mimi niwachiwe Maua. Ati kwa sababu huyu mama amekataa kwenda kumpigia magoti, ati anaita huyu mama Tugunia. Wewe uko na bibi anakuweza na anakupikia vizuri, anaitwa Rachel. Mimi niko na mzee wangu na this is my hometown. Anaitwa Peter Njoroge Maua na ndio naitwa wa Maua. Tijemo umemupa ni wake namba 8. For your excellency. Rais Ruto ni fire si fire. Huyu fireman anatosha ama atoshi? Nimekadia Kasongo. Anategemea mtu anaitwa Soprano ati amsaidie. Wanamuita majina. Ati soprano, ati nini, ati analamba nini. Soprano ni bure si bure. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa. Nyinyi mnao mdharau huyu profesa. Anawashinda akili mara 100. Ile mtu ya Maragwe. Hamuwezani na huyu bwana. Analia machozi. Ameitwa hapo na Soprano kupewa Brufen. Kasongo apewa Brufen asipewe. Kichwa inamuuma. Mimi naambia hawa wananchi, vile tulisema hatupangwingwi, hata leo hatutapangwa na mtu mmoja. Sikimani Ichung'wa ni accountant. Si anaweza kwenda kufanyia Kasongo hesabu ya shamba yake? Kama wangekuwa na akili, si wangekuwa wametuambia kazi gani wanataka kufanya? Mimi sina kazi nyingine nafanya. Mimi hakuna mtoto nanyonyesha. Bibi yangu ni pasta, hana maneno mingi. Ni noma si noma. Ni mbaya si mbaya. Hapa Mombasa mnasemaje? Rigiji na Kalonzo walikuwa wakishuka na mimi. Kule Mombasa ajenda yao ilikuwa ni Hassan Joho asubuhi, Hassan Joho jioni. Miaka nenda miaka rudi, mumekaliwa na familia moja hii ya Joho. Mimi uniwezi, mimi ni mnoko, mimi ni mbaya, mimi ni adui, ukidikujia na kujia. Wanajifanya ati yao ni Mungu. Ati ukitaka kiti ya governor, ati lazima uende umuinamie ndugu ya Joho. Wachana na jina langu wewe, wacha ushamba wewe. Ati Joho anasema ndiye mkubwa ya Mijikenda. Kwani nyinyi hamuna wazee? Hamuna viongozi wamesoma? Tutashikana na William Ruto na tutakubwaga. Ama iko nini? Kwani shilingi ngapi? Kwani shilingi ngapi? Mimi usinikujie. Usinijaribu mimi. Wewe Rigijini mwizi sugu. Watu wakiongelea wajifiche. Mombasa mnasemaje? Ati baada ya William Ruto ni Hassan Ali. Ati? Baada ya William Ruto ni Hassan Ali. Kwani iko nini? Wakija twaja, wakileta twaleta, wakirusha twarusha, na kama ni noma mjikoboe kutoka ukoloni wa familia ya Joho. Wacha ujinga wewe. Chama ya ODM, sisi wote ni ndugu moja. Na hii maneno ya ODM imekwisha. Huyu Kasongo amemaliza ODM, ameigawanya, imekwisha. ODM oye! Ni broad based ama si broad based? Mimi ndio Sifuna nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM. I don't care whether somebody goes and declares himself a party leader. Party leader
You can be a party leader of the trees. Wale ambao wanafikiria watatuingizia ufitna kati yetu, tunawaambia ng'oo. Alifikiria yeye peke yake ndiye anajua ng'oo. Oburu Oginga is the elected party leader of ODM. And if you think you have any other way of taking this thing, I tell you, ng'oo. Tunawaambia ng'oo. Alifikiria yeye peke yake ndiye anajua ng'oo. But you are certainly not the party leader of ODM. Leo hii Oburu anasema baba alikuwa amechoka na mimi. Na ni mimi walituma nimuendee kutoka India. Mbona Oburu hakuenda? And you want the same party to still continue with you the same way Raila was continuing with you. He was nursing you. I know Raila loved democracy, but he also liked to give people long ropes to hang themselves. That long rope, I think, is now long enough to hang these people. They can hang themselves. Watatuweza. If you try to swallow our party, your stomach will burst. ODM Ruto alinunua kwa Oburu. Mimi siwezi kununuliwa. Story bore bore sijikuti. Kizitoka na demwangu mlunje everything isikuti. If you try to swallow our party, your stomach will burst. Kwani mnafikiri Singapore tutapika namna gani? Sasa hata balance wananyimwa. Mimi nitapeleka yeye kotini aseme huko Oburu amenunuliwa na pesa ngapi. Hawali kwa sababu ODM imekwisha. Kasongo amekataa kutoa balance. Sasa mtu kama Rigathi anatupigia kelele kila siku. Anasomea ODM kila siku. Huyu Junet ndio alitumika na Ruto kusabaratisha uchaguzi ya Raila 2022. Yule mtu chama yake hata haitoshi, branch ya Migori county peke yake ndio inashinda chama ya DCP hapa Kenya. ODM. Wewe ni nani? Baba yako ni nani? Mimi ninaitwa Youth Leader Oburu Oginga. Nyinyi kwanzeni kwanza mseme majina yenu ni kina nani? Niseme nisiseme? Sema. Ni leo si leo? Lero ni lero. Wale watu ni bure sana. Ruto ameingia ndani ya ODM, ameingia mpaka kwa bedroom. Ile kitanda mulitandika mulalie. Na wale walimfungulia mlango wa bedroom unawajua. Unajua huyu Rigiji akikwambia bibi yako ako na mimba, wewe unaanza kununua pampers. Usidoubt. Hata ukiwa kwa bedroom na msichana na kuambie mahali imefika imezidi, lazima uachie hapo. Lakini ni lazima tuwe kwa power. Amesema ndio nitoe balance. Lazima mutoe Sifuna. Hatufukuzi mtu until you remove Sifuna na muweke Ababu. Hatufukuzi mtu kwa chama. Sasa Ababu anangoja kuwa Secretary General ya ODM. Tukifika next year 2027, chama chetu ni lazima itakuwa kwa power, itakuwa kwa power either alone au with other parties. Ati? Tumeamua kufungua portal. Wale wote ambao wanataka kugombea viti ya ubunge, MCS na viti vyote hata ya presidency. Ala. Mtu ng'ombe yake imekufa kwa kupe, ni mtu ya kuongea kwa mkutano. Mpaka umefanya postmortem, unajua ng'ombe ameuawa na kupe. Si wakati watu wanaongea wananyamaza. Sasa wewe ni rais, unatangaza mpaka kifo ya ng'ombe. Najua kuna wengine wamewacha ng'ombe yao mpaka imekufa na kupe. Unatangaza kifo ya ng'ombe na pia uko daktari ya veterinary. Yule wa kazi apimiwe kazi yake. Unafanya postmortem. Hiyo vitu yote utapimiwa. Wa matusi atafutiwe kilo ya matusi apimiwe. Umesema hata matusi watu wapimiwe. Utapimiwa matusi. Ule wa kuitana watu majina apimiwe yake ya kuitana majina. I agree with you William Ruto 100%. Hao mama mboga na bodaboda uliwadanganya utawainua. Atutaweka pesa kwa mfuko kuliko waweke ukawatoa. Wanangoja wakupime na elatiri. Watakupimia kilo zako vile umesema. Ya watu ni bure sana, lakini sawa tu tusiseme hiyo leo. Ni tuta. Mnataka ikuwe 4? We are finished. Hivyo ndo mimi nachekanga. Asipoenda mwaka ujao, Mkikuyu atatoka Nairobi arudi Geshagi. Goodbye. Hatuna option next year. We must re-elect President William Ruto. I want to tell you Soprano. Who are you talking to? Kama rais ameniambia nimsaidie, sasa mimi nitafanya nini? Huyu sasa ni nani? Si rais amesema hii watoto wamalizwe, nitawamaliza.
Hiyo mtu anaweza gawanya mlima? Mtu ya Soprano tawakoroka. Hao watu wanaweza wazana na mimi? Hawezi. Hii ni siasa saa hii ninapimia, kwa sababu sasa unajua hii kiti ni ya kupimia. Hii ya deputy lazima upimie. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Ni Soprano, si Soprano. Saa hii anaturingia hapa vile ni mtu mkubwa. Si alikuwa CDO huko anaiba chakula ya relief. Sasa wewe Kasongo, kwani unadharau sisi namna gani? Ati unatuma Soprano agawanye mlima? Na nimemwambia waachane na mimi. Sijaanzana na yeye. Anijui. Mtu ya ni fire, si fire. Hiyo ni mtu anaweza gawanya mlima? Huyo mtu I will embarrass him. Alikuja na hiyo kifua pale mbele no. He is a fake deputy president. Mfanyikazi wa Ruto, mtu ya yesa. Mimi ndio nilitembea na Raila Amolo Odinga na alikuwa shemegi yangu. Na yeye peke yake ndiye alikuwa opposition Kenya, ndiye alikuwa anajua siasa ya opposition. Yeye viatu vyake zilikuwa kubwa kushinda mimi yangu, lakini mimi pia nimetengeneza viatu vyangu. Nimevaa. Change sana hiyo opposition tuko nayo. Neguo kana tiguo. Neguo. Munasema tuungane ama tutengane? Blessings Ruto zisha tengwa. Na wewe kazi yako ukija Nyeri ni uongo. Kwanza hakuna kiongozi wa Kenya hii ambaye ametembea hii Nyeri kuliko mimi. Ati yako Nyeri anasema ati anajua Nyeri kuliko Rigiji. Hakuna hata mmoja. Wewe William Ruto, I don't know what has happened to your head. How can you go to Nyeri ati kusema ati unajua Nyeri kuliko Rigiji? Mimi nimezaliwa huko, wewe umekuja tu juzi. Hawajui kanisa iko wapi, hawajui barabara iko wapi, hawajui kazi ya wananchi iko wapi. They don't know. Lakini kuna kitu moja alisema which is true. Alisema hakuna kanisa hajui. And it is true because hata anajua kanisa inaitwa ACK Wetima Church. Pahali alituma wakora kuja kupiga sisi. Sasa wewe umejua kila kanisa, unatuma wahuni makanisani wapiga watu. Kwani mnafikiri ati kuna mtu atanitisha? Ati akuja atengeneze propaganda hapa, azunguke ati William Ruto. Ruto saa hii is struggling for his survival. You saw him in Nyeri anaongelesha watu wanakaa kama miti. Mimi niko na uhusiano na watu wa Nyeri na haikuanza jana. Huyu jamaa ameamua kutumaliza. Amefukuza watu wetu Nairobi. Anasema turudi Geshagi. Kenya hamuna opposition sasa. Saa 4 mimi nawaambia na uweke kwa kalamu yako. Siku ile ya uchaguzi mwaka unaokuja, Rais William Samoei Ruto atakuwa amechukua kiti. Hatutaki hii mambo ya kusema one term, ya kusema two term. Sisi ndio tutasema Sisi ndio tutasema. Kama utatusikiza wewe mshanzi sana. Fitina inaweza kupeleka Kenya mahali popote. Dakwirama iwe mayagai morete. Anaongea ni kama tunaishi ndani ya mapua yake. Unajua mimi sipendi kutusi mtu yeyote. Kama kuna makosa tulifanya ni kukuchagua wewe miaka 10. Sababu umetuachia Kenya na madeni mingi sana. Iwe mayagai morete. Mayagai morete na muthenyo mwene mukananya ni morete. Mheshimiwa Uhuru, huyu President Ruto alikufanyanga makosa gani? Tueleze tu tuelewe. Mimi haja yangu ni umoja wa Kenya. Hii kierere ambayo wewe uko nayo Uhuru ulitoa wapi? Si utulie kwa nyumba yako. Mambo ya kuja kutusomea na kutuambia vile tulifanya makosa. Kwani unafikiri wewe ulikuwa malaika? Ni mshenzi peke yake hawezi kubadilisha fikiri. Sisi tulikuwa na wewe. Tumetembea tukaongoje uongozi. Hata kama tulikuwa tumekubaliana ati tutabadilishana pale mbele, hapa hakuna kitu tutabadilishana. Nwarito pala milu ni pala mimi yojikasarani cha. Mtu amwambie asaidie mwenzake. Yeye angelikuwa president kama hakukuwa William. Nimeambia hiyo vijana wanatukana Uhuru Kenyatta mkome. Uhuru Kenyatta hapana ya rika yenu. Uhuru Kenyatta ni mfalme. Ni kiongozi wetu ambaye amestaafu. Mambo ya ukabila hatutaki. Nikipewa tiketi ya opposition, nipambane na yeye, nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Na wanataka kugawanya taifa letu la Kenya. Ni matop shota hawa. Tukisikia mtu anatukana Uhuru, tukisikia mtu anatukana Rigathi, tunamujibu mara hiyo. Haya maneno alinena wazee wa zamani. Kwa Zaburi 133 mstari wa 1 na 3 nasema ni vizuri sana ndugu wakiishi kwa umoja, kwa sababu
Pale kwenye umoja, Mungu anaamurisha baraka. Let me refer you to the story of King Saul. 1 Samuel verses 8. The people of Israel demanded a king so that they could be like other nations. God, through Samuel, warned them that a king would take their sons to war. He warned them that he would take their daughters for service. He warned them that he would tax and take their land. But they insisted, despite the warning. The people refused to listen and still wanted a king. God allowed Saul to rule as a less. God allowed it. God told Samuel to give them what they wanted. And Saul was chosen as the first king. The lesson: God allowed Saul to rule as a lesson about consequences. Sometimes God permits what people insist on, even if it's not his perfect will. It showed Israel the cost of rejecting God and their direct king. And I want to tell you, Kasongo, after King Saul, na wewe ndio King Saul, we shall have David. Tulikuwa na cartels, tulikuwa na brokers, tulikuwa na wakora. Uhuru Kenyatta alikuwa Samuel. Uhuru Kenyatta alikuwa Samuel. Akatumwa na Mungu atuambie sisi watu ya mlima ya kwamba ukiwa rais utatutatiza, utaangaisha Kenya, utaua watoto, utapiga wengine risasi kwa mguu, utaiba mali yote ya Kenya, utauza kila kitu. Na umeuza Safaricom, umeuza pipeline, umeuza mali yote ya Kenya. Lakini Mungu alikuwa ametuma Uhuru Kenyatta akiwa Samuel atuhatarishe watu yake tusikumfanya mfalme. Sisi tukakataa kusikiza Samuel. Mungu akamwambia Uhuru Kenyatta, Samuel, wacha waumie, let us give that bad king they want. Akatupatia Saul. Wewe umekuwa Saul, umetuangaisha. Sijui Ruto hii, sijui Ruto ile, sijui Ruto ile. Wewe you are King Saul. Na Samuel anatuambia musirudie makosa. Mungu alikuwa amenituma Uhuru Kenyatta nimwambie watu ya mlima, huyu Ruto ataumiza nyinyi, atamuangaisha. Uhuru Kenyatta anasema, watu wangu, musirudie makosa mulifanya, musidhubutu kupigia kura William Ruto kwa sababu mtahangaika. Mambo yao ni maneno ya fitina. Ruto aliingia kitu inaitwa G2G. Hii biashara yote ya mafuta ndio anafanya. Hawa cartels ya mambo ya mafuta watakipata. Mr. Gachagua, ongea. Ruto alisema atapeleka baba Bondo kama ajui. Baba alifika Bondo kama anajua ama kama ajui. Alifika kama ajui. Gachagua toboa. Sema kila kitu. Sema kila kitu. Ni mwizi anaibiwa na watu yake wafanyikazi. Sasa hii wafanyikazi wanaimbia na unajua mwizi hataki kuibiwa. Mwizi afadhali uibie mtu ya kawaida. Mwizi anasikia uchungu sana ukimwibia. Hata akili mkiwapima wako na akili. Na mimi sijasema hawana akili, wa Kenya ndio wamesema hawana akili. The